Hivi ushakusikia kitu kama hiki? Na kampuni nyingine wanaita Hamishire. Hamis Fire. Jamani tusome. Kufanya recap na kutafsiri movie kwa lugha ya Kiswahili hapa Tanzania ni sanaa ambayo yenye mashabiki wengi sana, kuanzia enzi hizo za video za tepe za VHS hadi DVD hadi sasa hivi kwenye social media. So hapo zamani kuanzia mwaka 1994 hadi 1998 tasnia ya kutafsiri movie ilizaliwa, na hii ilitokana na kikwazo cha lugha, kwa sababu movie nyingi ambazo zilikuwa zinaingia nchini miaka hiyo zilikuwa ni za Kihindi, Kichina na za Kiingereza, na watazamaji wengi walikuwa hawajui Kihindi, Kiingereza wala Kichina. So mabanda ya video ndo yakazaliwa hapo. Kipindi hicho movie moja shilingi 50, movie 300. Hapa watoto 2006 hawezi kunielewa. Na hapa ndipo tukawapata watafsiri wa movie wakali sana, mtu kama DJ Lufufu Mkandala, Derrick Gaspar Mkandala. Huyu alikuwa hatari sana na alijulikana kwa vionjo vyake kwa kuwapa wahusika majina ya Kiswahili ya mtaani. Ila kwa bahati mbaya sasa hivi ni marehemu, alifariki mnamo mwaka 2015 Oktoba. Huyu ni mmoja wa waasisi wa sanaa hii na alikuwa mtu hatari sana. Endi wengine wengi tukawapata kama wakina DJ Mark G Machine, wakina DJ Mafi, wakina DJ Afro, Amigo, Bagamba. Huyu ni Mkenya, ila impact yake hapa nchini ilikuwa kubwa sana. So baada ya mapinduzi ya kiteknolojia, social media ikaja, DVDs ikaondoka, wakazaliwa watafsiri movie wengine, game ya movie narration ikabadilika na wakatokea watu kama kina Rahul. So huyu Rahul yeye anafanya recap kupitia social media platforms zake, Instagram, TikTok na Facebook, na kule mjini YouTube ana subscribe zaidi ya 57,000. Ana vionjo vingi sana Rahul, huchoki kumsikiliza, ana punch voice ya maana, na kuna muda ana intro yake moja hiyo ukisikia tu yo mzigo unaanza unajua huyu ni Rahul. Na wakati anatafsiri movie napenda pale ambapo katikati mwa movie akitafsiri anakuwa kama ana rap. Huyu bidada akaanza kupunguza mabeki, viwalo, Lamine Yamal akaanza kuangusha moja moja, Okelo ukamuona Kasar, Faisal, Mudathiri Yahya. Mtanango ulikuwa ni mzito mtazamaji. Na hiyo ndo ikamlazimu Rahul kuanzisha platform yake ambayo inaitwa Kideoni. Hii ni platform ambayo anaangalia movie na mashabiki zake, anaifanya kila mwisho wa mwezi, na mwezi huu alifanyia Dodoma. Hivyo nikamwambia mwezi huu nakuja Dodoma kwa ajili ya Kideoni. Event ilikuwa kali sana, kwanza ya setup, sababu kulikuwa kuna kama vile magodoro fulani hivi. I say nilipata experience, nika connect na watu, nikaongeza watu, lakini pia nikapata wakati wa kuongea naye. What a controversy. I say ana ndoto kubwa sana kwa hiki anachokifanya, na muendelee kumsupport. And by the way, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please follow me.